Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wafuatiliaji wa Saljay TV, tunaendelea na vipindi vyetu kama ambavyo tulivyokuwa tukifanya kwa awali, na tunaomba radhi kwa ukimya wa muda mrefu. Lakini siku ya leo tunakwenda na somo linalosema, je, inawezekana nikaiharibu energy yangu au nguvu yangu kuchafuliwa nyota kupitia viganja? Je, inawezekana nikaiharibu nguvu yangu kuchafuliwa nyota kupitia viganja? Tunakwenda na maudhui hii na kuomba uwe nami katika kipindi hiki mpaka tamati. Ndiyo, hilo ndio jibu lake. Inawezekana, na jitahidi sana usipende kutoa viganja vyako vya mikono kumsalimia kila mtu, kwani ni rahisi kubadilishana nguvu za asili kupitia viganja vya mkono kulingana na mtu ambavyo atakavyokuwekea nia. Na kiganja, ndugu zangu, kinabeba maana ya wewe kama wewe. Tafsiri zetu zipo katika viganja, ndio maana ni rahisi kumjua mtoto wako kupitia viganja kuliko sura. Ndio maana utambulisho na alama zetu za uhakika zipo kwenye vidole kuliko maandishi. Nadhani mpaka hapo tutakuwa tunaenda sawa. Na watu wabaya au wanga hutumia njia hii hata katika kupokea au kutoa kitu. Anaweza kukufunga kwa njia inayohusiana na mkono, na hapo tukiangalia viganja. Ongeza umakini. Kama unataka kujitakasa na ukataka ukapandisha au kupandisha nguvu zako, basi angalia na watu wa kuweka ukaribu nao ili kujinusuru dhidi ya mavampaya hawa, wachawi, wajinga, washenzi. Tunatumia vampire kwa maana kwamba huwaza katika mabaya katika kila jambo kinachoweza kuharibu sura na mionekano ya watu wengine na nyota za watu wengine. Ndugu mfuatiliaji, jitahidi usipende kupita katikati ya watu waliosimama au kukaa. Hii ni namba 2 ambayo inaweza ikapelekea kuharibu nguvu yako na nyota yako pia vile vile ikachafuliwa. Hii pia inaweza kukubadilishia sura yako. Unaweza kupewa nuksi kupitia njia hii ya kupita katikati ya watu wawili waliosimama au waliokaa. Na watu wabaya au wanga na wachawi hufanya makusudi, wakiamini watu wengi hawajui jambo hili na kwamba hamjui kabisa. Unaweza kuwakuta watu wamesimama njiani na wameacha nafasi katikati, ikiwa wangeweza kukaa kwa pamoja na wakakusanyika wakakaribiana, lakini wanajua watu watapita katikati na kuwatupia cha kuwatupia. Hivyo usipende sana kupita hapo kati. Ikiwezekana waambie nahitaji kupita, wakae upande mmoja. Kama watakuwa ni wabaya, utaona watakavyojibaraguza kwa aibu na haya. Sawa, mwendo wa kulinda nguvu zetu za asili na hatukubali zishuke, lazima ufuate au inakupasa, ni bora ukafuata mfumo huu. Njia nyingine ambayo inaweza ikaharibu nguvu yako, usipendelee kuua sana wadudu, wanyama na kukata mimea. Ulimwengu umempa umuhimu kila kiumbe. Unapoua wengine kwa kujipa umuhimu na mamlaka dhidi ya viumbe wengine, inaweza kukupa deni la karma. Usitafute mchawi, kumbe tabia yako ni hiyo ya kuua wadudu na kuua wanyama na kukata mimea pasina sababu maalum. Jambo lingine linaloweza kuua nguvu zako, watu wasishike sana kichwa chako, au jitahidi watu wasishike kichwa chako. Kukujua isiyo sababu inayomruhusu kila mtu kushika kichwa chako. Inawezekana ukafanyiwa uchawi mbaya kupitia njia hii. Kuwa na misimamo katika mwili wako. Tambua wabaya wapo kazini pia. Ukiruhusu hili, utahangaika kutafuta tiba. Sasa zuia ili kujilinda na hilo lisitokee tena. Jambo lingine, unaporudi kwako, kabla hujaingia ndani, kuwa na kawaida ya kukung'uta viatu vyako. Vivue na uvikung'ute kwa kusema, naacha hapa shari zote nilizokusanya huko nilipotoka. Jambo jingine, usile kila unapopewa au unapokaribishwa. Lazima uwe na uhakika na aliyekupa. Watu wengi wanapambania kujitibu uchawi
waliotegewa katika maji na vyakula, na uchawi wa kuwekewa katika maji ni mbaya sana. Hivyo unapaswa kuchukua hatua mapema kabla halijakutokea. Kinga ni bora jamani kuliko tiba. Jambo lingine ambalo linaloweza kukuharibia nguvu yako na kupoteza nyota yako, usijibizane na anayekutukana au kukugombeza. Usijibizane na anayekutukana na kukugombeza. Maneno ni moja ya njia rahisi inayoweza kubadilisha nguvu zako zote. Ukiwa na sura nzuri, jiepushe na watu wanaweza kuharibu sura yako. Ukiwa na mudi nzuri, mtu atakutukana ili ukasirike tu, na hapo atakuwa kafanikiwa mtu huyo, na mbaya kukutoa katika mudi nzuri na kukufanya uwe kama yeye. Chukua hatua, hasira zinaharibu mfumo mzima wa maisha yako. Tunaendelea tena ni kwamba ukitoka kwako, jizungumzie au jinenee maneno mazuri. Kila kitu kinawezekana kupitia maneno yako. Mtume anasema innamal a'malu binniyat, kwa maana kwamba nia inaweza ikabadilisha mfumo mzima wa siku yako na maisha yako kwa ujumla. Jingine ni kwamba usipende kuzoeleka na watu, yaani watu wanakujua hadi njia unazopitia. Ni hatari sana, na ndio maana katika mafundisho tunaambiwa unapopitia njia kutokea nyumbani, utakaporudi jaribu kubadili njia nyingine. Usipende kupitia njia moja mpaka watu wakakuzoea. Usisahau kwamba dua pindi unapotoka nyumbani kwako na pindi unaporudi. Ukiambatana na ile nukta tulizungumza hapo juu, kuwa na kawaida ya kukung'uta viatu pindi uingiapo nyumbani kwako, na kuzungumza kuacha shari zote ulizopitia huko njiani. Hakikisha unatia udhu wakati unapotaka kutoka kuelekea kwenye mihangaiko yako na pilika zako za kimaisha za kila siku. Na jambo lingine, paka mafuta yaliyochanganywa, unga wa mdalasini, unga wa udi marashi kama vile saiflora, na sukari kidogo kwa ajili ya kupata mvuto na kinga dhidi ya kila baya kwenye maisha yako na huko uendapo. Vile vile usisahau kushirikisha wengine ujumbe mzuri kama huu, ili na wao waepukane na balaa za njiani na watu. Maana watu ni wengi sana ila binadamu ni wachache. Jitahidi uwe katika kundi la binadamu. Tambua kwamba asili inaponya, asili ina nguvu. Tusidharau wazee. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.